Vipi bidada? Naona siku hizi kabisa hutaki kuja kwangu. Nilizani umesafiri, kumbe upo. Nakuja kwako kufanya nini? Kama ni urafiki ulishashaga kipindi hiko. Na alafu, sasa hivi naenda kwa Mrs. John OG. Sidhani kama kuna mtu anaweza kunitoa kwenye ile nyumba. Sio wewe, wala sio Sandra. Makubwa. Sawa. Ongera zako Mrs. John OG. Utanipa sana tu. Kwa sababu muda wowote na saa yoyote John anaenda kunioa. Suzy, haujifikiria kwa kwamba unaenda kuolewa kwenye nyumba ambayo kiumbe ambacho kipo tumboni kwako sio damu yao? Au umesahau kwa muda wote na saa yote naweza nikaenda kuambia kwa hiyo mimba sio ya John, ni ya mtu fulani? Sijui itakuwaje, maana hili ni bomu ambalo linaweza kulipuka muda wote na saa yote. Kwa hiyo usijitambe sana. Tina, umeshachelewa. Sidhani kama unachokisema kitafanikiwa. Kwa sababu nina mpango mzito sana. Tena umenyooka vipi? Kwa hiyo, hata ukitoka hapa na kwenda kuambia etio, hii mimba sio ya John, ni sawa sana kazi bure tu. Mpaka hapa, mimi ndo mshindi. Kupikia sotojo. Utaniua we kijana jamani. Ladhizi wangu nyoka mkali aini. Mahabubangu. Kushaanza kuchangamka. Haya nini tena? Ni yani ukinuna hivyo tu najua kuna jambo. Utakuja kunitoa roho mimi mtoto wa mwanamke mwenzio. Yaani mama, kila nikikutana na Tina, anaongea kitu hiki kimoja. Anatishia kusema siri zetu. Yaani hata sijui nimfanye nini. Na ukiangalia siri zetu anazijua zote. Hivyo huyo Tina anatafuta nini kwenye maisha yetu? Na haya yote ni makosa yako wewe. Hivi uliwezaje kuwa na rafiki mjinga kama yule? Achia mbali tu na ujinga wake. Mtu mwenyewe mwembamba kama mbavu za mbwa. Hapo alipo hajiwezi, akisukumwa tu haya anatafutiwa kesi. We mama wewe. Kipindi tunamshirikisha mambo yetu na wewe ulikuwepo. Na ulikuwa unategemea sana mawazo yake. Sasa hivi mambo yameharibika, unanipa mimi lawama. Baada tukae tujue ni jinsi gani ya kufanya, unanilaumu. Kwa hata ukinilaumu inasaidia nini? Huyo Tina nahisi anachohitaji ni kichapo. Tena kichapo heavy, kilichonyoka. Sijui ni mtie spagro ya mdomo yule mbwa. Tuachane na hayo mambo ya Tina. Hivi unajua Semeni anafahamu kuwa mimi sina mimba ya John? Ilikuwaje? Mara mwisho tulivyokuwa tunaongea chumbani, kumbe Semeni alikuwa anasikia kila kitu. Na ndio hapo akatambua kuwa mimi sina mimba ya John. Na hapa tunavyoongea amenipa vitisho vikali sana. Ameniambia hataki kuiona hii mimba. Niitoe. Nilijua tu. Na hiyo yote kwa sababu ya huo mdomo wako. Na nilikwambia usiongee kwa sauti, kuna watu wanaweza kasikia. Haya yamefika wapi sasa? Unategemea nini kinachoenda kufuatia hapo? Na huyu Semeni ndo kabisa naona ataenda kutupanda kichwani. Ila usijari. Kuna mpango amenipa. Hivyo kama utaenda sawa nitakwambia. Na kama hautaenda sawa pia tutajua jinsi gani ya kufanya. Sawa, na huo mpango wako utiki tu. Mami mipango yote inaenda kombo. Mama, mbona hali yako imebadilika? Hivi umeoga, umepiga mswaki kweli? Mimba kichefuchefu hicho jamani. Nipe na mimi nitambe. John. Sasa hivi unaenda kuwa baba wa familia. Unaenda kuwa baba wa mtoto, lakini baba mwenye mke. Kwa hiyo haya mazoea na dada yako sitaki kuyasikia tena. Nataka uwe baba bora kwenye familia yako. Lakini pia inatakiwa umwache Sandra endelee na maisha yake.
aendelee na mambo mengine. Nitakasirishwa sana endapo Sandra atakuwa anapitia tena vikwazo. Nakuomba sana mwanangu. Baba, mimi nakuhakikishia kabisa, nakuhakikishia kuwa naenda kuanza maisha yangu upya, na nitajitahidi sana kufuata nyayo zako. Nitashukuru sana. Lakini mwanangu, inatakiwa ufanye kazi. Masuala ya mapenzi hayawezi kukufikisha popote. Inatakiwa ufanye kazi, kwa sababu kazi ndio kipimo cha utu. Okay daddy, nimekuelewa. Thank you. Sandra. Sandra. Nikusaidie nini? Nimekuja kukupa pole ya kuachwa. Kwa sababu bwana sio wako tena. Kama hicho ndio kilichokuleta unaweza ukaondoka. Sandra. Tatizo lako unajilaisisha sana. Kukusifia kidogo tu kwa John, ulikuwa unavimba kichwa. Kipo wapi? Wewe ni mchafu. Unaweza kumvulia nguo kaka yako. Ni kama malaya. Ila tofauti wa wewe, haujiuzi. Wao wanajiuza. Na sijawahi kuona dada mchafu sana kama wewe. Tulikuwa pale lakini